Yesu asifiwe. Kuliona mikono Bwana. Mimi kwanza nataka niseme kwa watu wa Mara na watu wa Tharaka Nithi, asante sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Watu wa Mara na watu wa Tharaka Nithi, leo mimi nimefika hapa kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Leo hapa nimekuja mambo matatu ya muhimu. Gani hiyo? Sawa sawa. Jambo la kwanza, mulinieleza wakati nilikuwa hapa ya kwamba bado tuko na nyumba nyingi haina stima Tharaka Nithi. Tharaka Nithi County ilibaki nyuma kidogo kwa mambo ya stima. Kweli? Sasa sikizeni. Mbali na ile tuliweka mwaka uliopita na hiyo mwaka ingine, mwaka huu na baba yao huyu mjumbe wenu anajua, Pato mjumbe wa hapa Chubega Mang'ombe anajua. Mwaka huu tunaanza leo na waziri yuko hapa, tunaenda kuanzisha hapa Chuka hapa chini, tunawapatia milioni 720. Leo jameni, wacha nirudie, nimesema hivi, tumeweka pesa ya serikali kuunganisha nyumba za watu wa Tharaka Nithi 7,500 mpya, kutumia pesa ya serikali ni milioni 720. Tumekubaliana na waziri na PS wake Bwana Wachira ya kwamba hizo manyumba 7,500 iunganishiwe stima kabla ya Novemba mwaka huu. Kila nyumba iwe imeunganishwa stima kwa hawa 7,500. Tumekubaliana jamani. Na kwa sababu hii Tharaka Nithi ilibaki nyuma kidogo, nimeambia wizara katika programu inayofuata hapo mwezi wa 9 mwezi wa 10 pia tuwaongezee milioni ingine 400, ndio tusukume watu watapata stima mpaka watu 12,000 na tumekubaliana na waheshimiwa wabunge, kila mjumbe na MCA watatusaidia
kutambua kijiji gani haina stima, sehemu gani haina stima, ndio tupeleke stima huko, tuongeze mwangaza, tupunguze giza, shetani atoroke. Unajua shetani anapenda mahali iko giza. Situlete mwangaza, tuongeze stima, giza ipotee. Shetani afanye nini? Pia shetani ahape. Ndio. Jambo la pili, mimi nimefika hapa Tharaka Nithi kwa sababu wakati nilikuja hapa mulinieleza unataka, tulisema kazi ni kazi, na hata ile ya sokoni ni kazi. Ni kweli ama si kweli? Na nimekuja hapa maneno ya soko, na soko ni muhimu sababu mbili. Namba ya kwanza, wakulima wetu wakilima shambani, kama hakuna soko ya kupeleka hiyo mazao yao, watakwama na hiyo mazao yao. Ni kweli ama si kweli? Jambo la pili, kama hakuna mahali pazuri pa kuuzia, pia wafanyabiashara wetu watakwama. Na ndio sababu hiyo Kenya mzima tumesema tunaweka mpango wa kujenga masoko, na ndio sababu nyinyi watu wa hapa Mara, watu wa Chogoria, hii soko hapa tunawajengea na milioni 112. Wakulima wenu wa hapa na wafanyabiashara, kina mama mboga, wakuja wafanye biashara yao hapa kwa hii soko. Hapo ndani tutaweka storage, pale ndani tutaweka cold room, pale ndani tutakuwa na mahali ya kuuza, pale ndani iko ICT hub, pale ndani iko social hall, pale ndani iko crusher. Hata wewe mama ukiwa na mtoto mdogo, tutakupatia room hapo, unanyonyesha mtoto na unaendelea kwa ndio. Kwani mama akiwa na mtoto yuko makosa? Kuja hapa sokoni na mtoto wake. Tumetengeneza karumu hapo ndani. Mama anaenda hapo, ananyonyesha mtoto, anamalizana, anakuja anaendelea na biashara. Ndio. Hata nyinyi wazee mpunguze maneno kidogo ndio. Ama mwanangu na mimi. Tunasonga tukisonga. So hii soko yenu hapa, huyu baba yao ameshinda na mimi nimetoa amri kwa waziri wangu Alice Wahome, hii soko ndani ya miezi mitatu iwe imekamilika. Hao wafanyabiashara wanataka kuendelea. Watu wa Mara mko tayari? Na nikimaliza hii soko na handover kwa Muthoni Njuki aendelee kupanga wafanyabiashara. Na sio hii soko peke yake tunajenga. Mnajua naenda hapa chini, hapa Chuka, pale sokoni mahali tunazungumza hapo. Pia hapo tumeweka pesa milioni 350 kujenga soko kubwa kuliko hii. Ndio. Tunaelewana? Kwa sababu tunataka kuhakikisha market infrastructure itakayosaidia kilimo na kusaidia wafanyabiashara. Tulisema mama mboga afanye kazi mahali kuna maji, kuna usafi, kuna storage, kuna cold room na kuna mambo ya hygiene. Tumekubaliana jamani? Nikitoka hapa naenda pale. Si mmeona pale tunajenga soko pia pale Chuka. Na nimetoka soko ingine tunajenga kule Gatunga, na soko ingine tunajenga Marimanti, na soko ingine tunajenga mahali inaitwa Chera, na soko ingine tunajenga mahali inaitwa Chagarika. Wengine mtatuambia mahali mnataka kujenga. Hapa vile vile tuko na program ya affordable housing. Na hiyo program ya affordable housing inatusaidia kupanga ajira ya vijana. Na vile vile inatusaidia kupunguza ile mashamba inakatwa ya watu kuishi, tuweze kuishi kwa affordable housing. Mashamba ile iko tutumie kuzalisha chakula, tusiwe na njaa katika taifa letu la Kenya. Tunakubaliana watu wa Mara? Tunakubaliana?
Mimi nimekuja hapa tena mambo mengine ambayo inawahusu mambo ya barabara. Kuna barabara zimetusumbua hapa, zilikuwa zimekwama. Wiki hii tumetoa milioni 320 kukwamua barabara zenu. Na mimi nataka nikubaliana na viongozi wenu, priority roads tunakubaliana ni gani, kwa sababu pale nyuma kwa miaka karibu 4 tumekuwa na matatizo ya pesa ya kutosha ya kutengeneza barabara zetu. Uchumi ilikuwa imekwama, lakini kwa mapenzi ya Mungu tumekwamua uchumi wa Kenya. Sasa ile inflation ilikuwa 9.6 tumeteremsha chini iko 3.5. Ile dola ilikuwa imefika 165 tumeteremsha chini iko 128 129. Ile matatizo ambayo tulikuwa nayo ya foreign exchange sasa tuko na karibu $10 billion ya foreign exchange katika taifa letu la Kenya. So our economy is now strong, and it is because of the decisions we made over the last 2 years. And because our economy is now strong, we can concentrate on nation building. Tutajenga barabara sasa, tuweke stima, tujenge masoko na tuendeshe taifa letu la Kenya. Watu wa Chogoria tuko pamoja jameni.